Bwana mambo vipi? Kwa majina naitwa MC Hans, ukipenda unaweza kuniita mzee wa burudani. Na leo niko maeneo ya Vihanzi hapo, tupo na tajiri yetu. Tajiri mambo? Poa. Umependeza. Asante. Umeidamshi. Asante. Unaitwa tajiri nani? Naitwa tajiri Madam Bashira. Kutoka hapa Vihanzi. Mwanamke mwenye kujiamini. Hebu tuonyeshe ushashambe kidogo, tujaona ushashambe. Tuonyeshe ushashambe. Jambo tunalo na tunatamba nalo. Ulikuwa kuna jambo gani leo, sherehe nani? Leo ilikuwa sherehe ya watoto wangu, wametimiza miaka 3. Ndio. Watoto Bi Kaira na Humairo. Ni birthday. Ni birthday. Na hili jambo umeliandaa ndani ya miezi mingapi? Hili jambo nimeliandaa ndani ya miezi kama 4. Hebu geuka hivyo wakuone vizuri. Naona uko na ndugu zako hapa. Ndio nani? Naitwa Kulio. Ndugu Pambe. Kuna mgazo tupo live, hatuna baya, kujachoka bila kukuchoka kwa heshima. Na Bashira kwa heshima, somo yangu nampenda sana. Nampenda sana somo yangu bila kuchoka. Bashira atabaki kwa Bashira, mzazi wa ana endo. Mwenye chuki na chuki zake, mwenye ustasi na ustasi zake, hakuna nani fiao. Hebu tuambie taarabu gani Pamba ambao unaipenda kwa watu ambao wanafuatilia maisha yako? Utatapa kwenda mbio sikupata. Utachupa lopata kwa chapata. Siku pipelo na kuambulia kicheko. Okay, sawa, tuambie. Baada ya mashule wewe ni nani yake kwani? Bwana yangu. Dadako. Mmoja kabisa. Mama yake na mangu mie, mtoto baba mdogo na mkubwa baba mmoja, tupo live, hatuna baba. Umechachuka. Kina mgaza tupo live na hadithi tulipo. Ukitoka mmoja unakuja 100. Hebu tamba tuone, tamba tajiri. Wewe unaona tajiri? Wala mdogo unaye. Mdogo naye na ninatamba naye. Wananipenda na mimi nawapenda. Sawa. Na imani kabisa kuna watu ambao wanapenda kufuatilia maisha yako. Na kuna wengine walisema kwamba jambo hili halitofanikiwa. Una nini cha kuambia? Yaani nawaambia hivi. Wachane. Mimi ndio Bashira au Madam Bashira. Watu wa mtaa huu wanapenda sana kufuatilia mambo ya watu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, jambo ninalo na nimetamba nalo. Watu wamenikubali na ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna jambo gani la mwisho kwa watu ambao umewaalika katika sherehe yako na wamekuitikia? Najua kwamba unatoa mizigo sana. Mume wako, shemeji. Shemeji njoo bwana, njoo shemeji tukuone, usiondoke bwana. Mume njoo tukuone, bwana njoo bwana. Unawaambiaje watu waliohudhuria katika jambo lenu? Mimi kiukweli kwa nashukuru. Ndio. Kwa wote walioitikia. Pia ninachoomba kitu kimoja. Ndio. Kwa pamoja katika hili na mambo mengine. Okay. Mimi nasema watu nimewaalika na nashukuru wamenipokea na nasema nawapenda sana. Nawaambiaje na wale ambao waliwapelekea sali na hawajakata sali yako wakati wako kwenye majambo yao naenda? Nawaambia mimi sikati kwenye majambo yao. Aliyekata sali yangu nitakata sali yake. Unaitwa kata uzi wako nikate uzi wako. Hakuna chizi shughuli. Fato. Hakuna chizi shughuli. Sawa. Je, kuna yoyote ambaye ulishampelekea mzigo lakini siku ya leo hapo hajaja? Hapana, mimi sio mtu wa mitunzano kusema kweli. Wewe nimeona mizigo kama yote hapa. Hapana, yani ile ni furaha. Wameniitika, nimewapokea. Ndio. Lakini mimi sio mtu wa kutunzana. Sipenda nini na nini sina. Sawa. Leo nimewaona na nina imani kwamba na mimi nitawaitika akiwa kwenye majambo yao. Sawa, Mungu akubariki sana kwa muda wako. Amina, asante. Nakutakia siku mwema. Asante na kwako pia. Pamoja sana. Pamoja sana. Sawa, bwana, mimi naitwa MC Hans, lakini pia tutaendelea kupiga story na MC Kiweba, tujue mawili matatu jinsi alivyosherehesha jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, natumia MC Hans mzee wa burudani. Unaweza kusubscribe, kulike na kucomment. Hapa tupo MC mwenyewe ambaye amesherehesha hili jambo, anaitwa MC Kiweba. Bwana MC, mambo vipi? Poa kabisa. Uko poa? Safi kabisa. Naona moto mzee. Nashukuru Mungu. Yaani kwanza katika ushereheshaji wako sijawahi kuona mshereheshaji yote ambaye katika hizi mambo yenu mebaluzo anakuja kukumina amevaa suti. Imekaaje? Hii kwanza ukipenda kazi yako basi na wewe itakupenda na itakupa pesa. Kwa maana kwamba utakapojipenda mwenyewe usiangalie kwamba hapa ukumbi wa kawaida au vipi, hapana. Gonga suti fresh, njoo ufanye kazi. Naona kuja moto sana. Hebu tuambie kwa nini watoto wa mjini wanakukubali sana? Yaani wewe hauna weekend, hauna Jumatatu, hauna Jumanne. Hebu tuambie si mafanikio ni nini?
Kikubwa tu kwamba naangalia watu ambao nilikuwa nao katika kazi ni watu wa namna gani. Ushanielewa? Nikiona watu ambao wanapenda vibe, naongea maneno ya vibe ili watu wa enjoy. Alafu sina maneno mengi sana ya kukera, yani maneno kidogo, muziki unakuwa ni mwingi. Watoto wazuri wanapenda muziki, wacheze, watambe, wajishauri. Ni hivyo tu. Sawa, tuambie kwa wale watu ambao wanafikiria kwamba ni MC ambao wakubaluza, wanategemea kwamba wanajua kwamba ni MC ambao tofauti, wengi wanajua kwamba labda sio riziki labda sio nini. Hebu tuambie sasa ili wajue kwamba yani haipo hivyo. Hiyo ipo kawaida ya kwamba hata maisha ya kawaida kuna mtu riziki, kuna mtu sio riziki. Ina maana hivyo vitu ni wewe mwenyewe ukijijengea tu. Unaweza kuwa dereva afu kwa sio riziki. Tena unaweza kuwa mbeba zege afu pia vile vile kwa sio riziki. Kwa hiyo kikubwa tu kwamba walioanzisha hizi kazi wengi wao walikuwa wanafanya hivyo vitu ambavyo visivyoeleweka. Ushanielewa? Ndio maana ikatengenezwa taswira kwamba MC wanaofanya kazi kama hizo wanaonekana kama sio riziki. Lakini mimi unavyoniona ni riziki, niko vizuri na nina familia na nina mitoto kwa ushanielewa zile. Hivyo sawa. Kuna neno fulani mnalitumia sana ili MC wengi sana wakubaluza ili kwamba neno uongo. Hebu tuambie kwa nini uongo na sio neno lingine? Yaani uongo ni kwamba uliokuwa nao wanakusikiliza. Na je, unayoyaongea wanayapenda? Ndio maana wanasema uongo, wakiitikia basi hapo sawa umewabeba. Au sio bwana, mimi nashukuru muda wako. Nimeona leo kwamba watu wabaluza wameenjoy hatari, watoto wa Vikindi wameruka nao. Bwana anaitwa MC Kiweba, mimi naitwa MC Hans. Ukipenda unaweza ukadita mzee wa burudani. Napatikana Instagram natumia MC Hans, unaweza ukasubscribe, kulike na kucomment. Bwana nakutakia usiku mwema. Leo tunaishia hapa. Bye bye.